Subira. Vipi? Nini tatizo? Kaka, tumbo linaniuma, najisikia kizunguzungu na kichefuchefu pia. Pole sana Subira. Asante. Sasa wewe si ulimeza dawa? Hazijakusaidia? Ndiyo, nilitumia dawa, ila hii hali inakata afu inarudi tena. Sawa, sasa ngoja niende hapo duka la madawa nikakuchukulie dawa. Nakuja sasa hivi, sawa? Asante. Za size dokta. Nzuri. Samahani. Nimekuja hapa dokta, mdogo wangu anaumwa vibaya sana na anasumbuliwa na tumbo. Nilipojaribu kumuuliza akaniambia tumbo huwa linamuuma, lakini pia anatapika na anajisi kizunguzungu. Nikasema nije hapa ili tuweze kujua namna gani ya kuweza kumsaidia. Ukimwangalia yani chini ya kitovu yani unasikia yani anajisi kama ni zito na lina maumivu. Swala la uzito hilo sijaliangalia, lakini huwa anadai sana anapoumwa anashika sana kwenye chini ya kitovu hapa. Okay, sawa. Kwa uzoefu ambao ninao inaonesha jinsi anavyotapika na jinsi anavyojisikia kizunguzungu. Ndio. Ni moja ya dalili za mimba. Sasa nitakupa ni kipimo cha mimba alafu utaenda kumpima. Sawa. Then utakuja kunipa majibu yake. Basi sawa, nashukuru sana. Subiri nikupe kipimo cha mimba then utaenda kumpima. Sawa. Hiki ni kipimo cha mimba. Utachukua mkojo wake, atakujolea kwenye kichupa kidogo, alafu utachukua stick utaiweka. Ikionyesha mstari viwili juu na chini, basi atakuwa na mimba. Lakini isipoonesha kimstari cha kwanza ikaonekana cha juu, basi ana mimba. Na ukikosea akionekane kabisa. Asante. Subira. Subira. Abe kaka. Subira. Unaendeleaje? Kaka, hali niacha nayo bado naendelea. Sawa. Sasa mimi nimetoka kwa dokta nikamueleza kila kitu kuhusu hali yako. Kuna kipimo hichi hapa amenipa, ameniambia nije kukupima. Na tukishapima tutajua kila kitu kinachokusumbua. Kwa hiyo umeona kichupa? Inatakiwa ukatie mkojo humu ili tuweze kupima. Sawa? Sawa. Fanya haraka.
kwa uelewa wangu, kwa hizo dalili ambazo umenitajia hapo, yaani nice, hizo ni dalili za ujauzito. Dada, na mama atakuniambia mimi ni mjamzito? Shika. Subira mdogo wangu, nimepima hapa, vipimo vinaonyesha hakuna homa yoyote. Sasa sijaelewa tatizo ni nini. Itabidi nirudi tena kwa dokta ili nikamuelekeze tujue nini cha kufanya. Sawa? Sawa. Vipi ndugu yangu? Poa. Dada, leo nikuta mwenzako leo. Yapi hayo tena? Kaka sasa amenipima mimba. We. Kwa hiyo amejua kweli? Hapana. Kipima kijasoma. Kipimo hakijasoma? Kivipi yani? Na aliyakuwa wewe ni mjamzito. Mateso, kuhangaika, wanaume tumeumbwa. Mateso. Habari yako wewe binti? Kumekucha. Wewe mlevi, sema shida yako. Kwanza shika adabu yako. Mimi mlevi sio kunulia pombe angalau siku moja. Kuku wewe. Sema shida yako uondoke. Shida yangu mbaya, unisaidie sala. Nyama imejaa maji. Wewe chizi nini? Pombe unywe huko, hapo ndo kwa kujisaidia. Na unataka kunichafulia hali hayo kwenye vio vya watu. Hivi unajielewa kweli wewe? Mimi sio chizi unajua. Unanisaidia au unisaidie? Hakuna msala. Sasa. Wewe unajua kwamba mimi nimeshindikana. Nataka nikutolee sondongo hapa. Wewe baba, tafadhali. Chokele kule, nenda kujisaidia uondoke. Ndio. Bahati yako, kumbe unaniogopa eh? Wale wengine sijui wapoje. Mtoto mdogo kujiendekeza kunywa tu. Kifungu kimeingia baada kuanza kulima kwa ndana mazao, kazi ya kunywa tu muone kwanza ovyo. Kuku wewe. Ningekutolea sondongo hapa. Nyoka mandiwa wewe. Ndio. Hapa bahati yako. Nyoza walivyonyenye vipi? Kwa hiyo huyo mlevi kusudio lake ni kuja tu kukojoa. Ndio.
Ama kweli mshukuru huyo mlevi. Vinginevyo sijui hata tungekuwa tunaongea nini sasa hivi. Yaani kwanza dada, nilivurugwa. Nilichanganikiwa. Na kakaangu jinsi alivyokuwa mkali. Angejua, yaani sijui angenifanya nini mimi. Afadhali sana nilipokutana na wewe mkwe. Nilikuwa nakutafuta sana. Nilikuwa nakutafuta wewe kama maji. Kinyambe, mimi siku zote nafahamu uungwana kusalimiana. Sasa umefika hapa umenikuta unaniambia nilikuwa nakutafuta. Shida nini? Hakuna mtu mpumbavu na msamamo kama wewe. Wewe mpuuzi. Habari yako? Habari za nini? Za hivyo tupo tu. So unatuona tunaishi. Hadi mimi kitu kimoja. Nataka nikuulize. Kwani wewe umetimia akili kabisa? Mimi akili ninazo. Akili unazo eti? Ndio. Sawa. Sasa kwa nini umeruhusu ndugu yako achezewe? Kinyambe, unajua bado sikuelewi. Yaani wewe mtu unakaa naye nyumba moja alafu hujui kimempata nini eti? Mdogo wangu kafanya nini? Ngoja sasa nikwambie. Wewe unajua kama Subira ni mjamzito? Unasemaje? Ndugu yako wewe hapo ndugu yako mjamzito. Subira ni mjamzito? Yaani hakuna mtu asiyojua hapa pote kama Subira ni mjamzito. Wewe iwezekani umwache ndugu yako anachezewa. Wewe ni mtu gani? Yaani nilijua katika kijiji hapa nilikuheshimu sana, nikakuona mtu wa maana sana. Nikasema yaani katika mtu wa maana ya Mungu ni mtu ana misingi ya dini na anajua kumlinda ndugu yake. Kumbe na wewe mpuuzi samama, hauna akili kama mimi tu. Kinyambe, umeshindwa kuheshimiana, si ndio? Mimi sio nimeshindwa kuheshimiana, mimi nakuheshimu. Lakini wewe ndo hauna heshima na ndugu yako. Kwa nini haumheshimu ndugu yako? Kinyambe, nisikilize. Wewe hujui jinsi gani mimi ninavyompambania mdogo wangu Subira. Sawa? Mimi naokota makopo, nafanya shughuli ngumu kwa niaba ya mdogo wangu atimize malengo yake. Alafu leo unakutana na mimi unaniambia Subira mjamzito. Unajua sikuelewi Kinyambe. Auamini Subira ni mjamzito na mimi mwenyewe taarifa nimepata mtaani akasema Subira ni mjamzito na hapo alipo ana mimba. Nikasema mimi ngoja nimtafute yule bwana. Nikasema bwana ya Mungu anajua. Nikasema sasa wewe unanichanganya unaposema kwamba ujuzi bwana kama Subira mjamzito. Kwa nini? Akataka kukaa naye nyumba moja. Nikuulize kitu. Wewe una akili timamu? Tena zimetimia, zimechaji kabisa. Subira nakaa naye mimi. Alafu mimi ndio kaka yake. Yote yanayojiri kwa Subira lazima mimi niyajue. Leo unakuja kuniambia Subira ni mjamzito alafu mimi kaka yake hakuna ninachokitambua. Hizi habari naona kama ni za uongo. Sikiliza. Sipendi ujui jinsi gani ninavyoumia kwa mdogo wangu. Mimi maisha yangu magumu alafu nampambania mdogo wangu asome. Sipendi nakwambia. Sasa mimi nataka nikwambie. Wewe kama uamini utake ndio imekuwa, utataka ndio imekuwa hivyo. Hapo baki tu na donge moyoni kasema kamuulize ndugu yako kama mjamzito au sio mjamzito. Tumeelewana, usinisumbue. Subira ni mjamzito. Hizi habari ni za kweli? Au yule amezungumza tu hivi? Lakini kama ni kweli, mbona mimi kaka yake sijui? Sawa. Mtajua nini mimi cha kufanya.
Dokta, nimekuja hapa ili nijue juu ya huduma zako. Inaonekana huduma zako haziko sawa. Nazungumza hivi kwa maana umenipa kipimo, nimeenda kumpima mdogo wangu, nimeona hana ujauzito. Na wewe umeniambia kwamba atakuwa ni mjamzito. Sasa nashangaa tatizo liko wapi? I mean that yani upo too long sana kwa kusema yani nilikwambia yani mdogo wako ana ujauzito. Nilikwambia ana dalili za ujauzito na sio ana ujauzito. So unabidi uwe too specified. Sikiliza dokta, yani kijiji kizima wanatambua kuwa mdogo wangu mimi ni mjamzito, na ndio maana nikachukua maamuzi ya kuja kwako nipate huduma zako, na ukanipa kipimo, nimeenda kupima, hana ujauzito. Sijakosea, nimepima kama ulivyonielekeza. Sawa, nimekuelewa. Wewe ndio utanitambua ni nani? Kaka, mimi wananisingizia tu mimi kaka. Unasemaje? Hebu njoo. Subira, naomba uniambie ukweli. Wewe ni mjamzito, si ndio? Nakuuliza wewe ni mjamzito, si ndio? Hapana kaka. Hapana kaka? Subira. Kijiji kizima kinajua kwamba wewe ni mjamzito. Kila nakopita huko kote wananiambia wewe ni mjamzito. Alafu nakuuliza unasema wewe sio mjamzito. Hapana kaka, mimi wananisingizia kia Mungu tena kaka, mimi wananisingizia. Subira. Unanifahamu vizuri. Sasa kwa kuwa utaki kuniambia ukweli, ngoja nikukanye.